Madam Rita. Asante. Nimefurahi kukuona, karibu sana. Asante. Oh. Let me start by introducing myself. My name is Rita Paulsen. I am the Chief Judge, as you all know, and the executive producer of the show, founder wa Bongo Star Search. Bongo Star Search kwangu ni kitu nakifanya from the bottom of my heart. Sio kwamba inanisaidia sana, nina maisha mengine zaidi ya Bongo Star Search, lakini mimi nikiona nyinyi na wengine wenzenu waliopita wana maisha yao yanabadilika in one way or another, hiyo ndo I live for that. It makes me so happy. So everything you do, kama una passion, kama vision ni yako, it's a matter of time. Lakini ukifanya nifanye mazoezi, nifanye BSS nishinde milioni 50 bila kuweka passion yako, bila kuweka vision yako, utapata hizo milioni 50 na utakuwa msanii. Hapa mlipo mna anxiety, unaona huyu anajua, huyu anajua, am I going to be the winner? It's not a right space to be in. It's a very difficult space to be in. Mimi nawasifu sana. Mimi sijui kama naweza. It's competitive. You understand? Hamjuani, kila mtu anatoka nyumbani kwa tofauti. Hii ni kitu ambacho hamtakaa mkisahau kwenye maisha yenu. Yani tomorrow labda kuna nyinyi mtatokea hata mkaacha muziki, tutakuta huko lawyer sehemu fulani, lakini it's an experience to kuishi na watu tofauti ambao hamwajui, mkajenga kitu, yani enjoy this moment, make the use of it. Hamna shida, chakula kipo kingi kwa ajili ya kulisha. Huyu ni mwanae wa kumzaa, mwanae wa kwanza. Karibu, shikili. Mimi nilikuwa na waheshimu. Mimi haja kwa mai. Bado wewe mshikeni tu. Hiyo nundu si mnaiona Ndiyo. Yes, watu wengi wanaamini hiyo ndo sehemu ya kuweka maji. Lakini kuanzia leo sio kweli, ujue hivyo. Tunamshukuru sana Madam Rita. Ametupokea vizuri sana kutoka Dodoma mpaka kufika hapa. Nazingatia maneno yake ambayo ametusii tupendane, tushirikiane na tukaze zaidi, na kikubwa pia akasema hana mshindi isipokuwa sisi ndio tunaweza kujitengeneza tukawa washindi. Okay, tulipokutana na Madam, kwanza alikuwa anatupongeza sana kwa watu ambao tumefikia, lakini pia kitu ambacho Madam nimefurahia kutoka kwake, amesema kwamba ataendelea kuwasupport hata watu ambao pengine watakuja kutoka kwenye mashindano. Ataendelea kuwasupport, atawapa fursa nyingi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho pia nimekipenda kutoka kwake. Na kingine ametufundisha vitu vingi, tuwe na nidhamu, kwamba mtu ukiwa unafanya muziki au unafanya kitu chochote kinachohusu sanaa, ukiwa una nidhamu huwezi kufika mahali popote. Hiyo time mkiambiwa kama ni saa 12 asubuhi kuamka, inabidi iwe hivyo. Muda wa breakfast inabidi iwe proper. Kuchelewa kwenye vitu kama hivyo inaonyesha lack of discipline. Why we do this? Wasanii wote wakubwa duniani ambao wanafanya vizuri, kitu kinawajenga sio tu vocal discipline. Ukiambiwa 12 kuwepo 12. Hiyo ni discipline. Madam anapenda watu tuwe na discipline. Hapendi kulea vijana ambao mtaani wakija kuonekana wanaonekana kama mbona ila anapenda watu ambao yani hata wakirudi mtaani mtu anasema kweli huyu ni msanii ambaye ana maadili. Anapenda maadili. Mtu yote ambaye ana fail kwenye mambo ya muziki ni mtu ambaye hana discipline. Kwa sababu unaambiwa ufike saa 2:30 kwenye breakfast, unakuja saa 4 saa 3 ushafeli. Hujaimba hata single moja, unachelewa breakfast. Napenda kutoa mfano, kutumia sana mfano wa Diamond kwa sababu namjua sana akiwa kama nyinyi hivi. Katika vitu alivyonavyo na vimfikisha hapo ni discipline.
akatuambia pia anatupa hongera sana kwa hatua tuliyoifikia, na hata kama ukiwa umeishia ambapo ulikuwa hujapanga, usikate tamaa. Kuna sehemu ambayo Mungu anakuwa amekupangia, ila pia unaweza ukaitumia platform ya Bongo Star Search kutimiza ndoto zako kwa hatua yoyote ambayo umefika. Kwenye kambi yetu kuna rules. Kwa hiyo hamna kila kitu ambacho kinaweza kuwa kiko perfect. So are you guys. So kuna vitu hapa na pale unaweza kuona hiki na hiki. Alitupa sheria ambazo tunatakiwa tuzifuate tukiwa kambini, lakini pia alitusifia kwa hatua tuliofika, lakini pia alituambia tuwe wabunifu. What I'm taking home from Madam, wow, everything nice, because she's an amazing person. First of all, I want to thank her for for coming up with this show. This show is just amazing. It's giving us opportunity. East African people, of course, it's making us experience things we have never experienced. It's making us meet people we've never met before, different kinds of people from different countries, and, people who have different types of mindsets and all that. So we get to mingle, and what I'm taking home is just the whole experience. Madam Rita is talking to us, and she told us about respect. She told us about self-confidence. We shouldn't look at what other people are doing, and we just have respect our gut feeling, in other words, yeah. So she is a great judge, and she is a great person. Nimefurahi kuingia kambini mara yangu ya kwanza, kukutana na watu ambao wametoka pia nje ya nchi kuja kufanya competition. Lakini pia kitu ambacho nimeexperience na nimefurahi zaidi, mazingira ya kambi ni mazuri sana. Pia kuna wanyama ambao kila siku tunahimizwa twendeni kwenye mbuga tukaona, lakini tumewekewa karibu hapa. Kwa hiyo pia kambi ni nzuri. Tunawakaribisha pia wadau wengine ambao wako majumbani wafike pia kwenye kuangalia vivutio vyetu vya utalii. Joketi mtu wangu, huyu hapa anaitwa Joketi, hapa ni Mbweni Zoo. Yes. Sasa msiogope kwa sababu mnyama anajua kabisa wewe unaogopa. I welcome you all to JKT Mbweni. This place is amazing. Yani, the houses are beautiful, the rooms, yani we get everything that we want. Then you go, the bed is, man. This feels good. Washiriki wataenjoy sana. Unakuaga hivi. Ukishavaa hii, unazunguka tu hivi. Bila sababu, yani. Hauna sababu ile unazunguka. Afu unakuja kwa beach huko. Bwana Kwanza, kitu cha kwanza ambacho sijaona bahari. Bahari sijaiona. So nashinda nayo. Nimejisikia furaha sana kuona bahari, wanyama wa aina mbalimbali, twiga, kuna swala. Watu tunaona kwenye TV, lakini nimekuja kushuhudia, nimejisikia vizuri sana. Chakula pisha napika chakula kitamu, chakula ni kizuri, tunafurahia pia. Chai tunapata kwa wakati, chakula cha mchana kwa wakati, usiku kwa wakati. Jamani, wengine nyumbani nakula mlo mmoja, milo mbili, lakini kunapata milo mitatu kamili. Nafurahi sana, ntarudi nyumbani niko kibonge. Sasa hii unavyoona hapa hivi kuko hivi ni kwa sababu kuna watu huwa wanakuja kuvua. Mtu akasema bana mimi nakuja nilipie ila nione tu watu wanavyovua samaki. This is my first time in Tanzania, and I love everything about Tanzania. I love the people, I love their generosity, their kindness, their curiosity. They are so curious, by the way. And I just love everything about Tanzania. Ukiangalia kwa wanyama, hasa ndege, mara nyingi wanaume huwa wanakuwa na mvuto mzuri sana. Majike huwa sio mvuto. Kwa nini? Kwa sababu wao, uzuri wao ndo unafanya wapate wenza. I've just gotten to the camp and I've met
different people, different countries, Tanzanians, Dar es Salaamers, Kenyans, and then, they're really good. And of course, the camp is so beautiful. It's quiet. Like, people who really love music, they don't need loud things. So when we are learning our songs, the camp is very big for us. You just go somewhere and then you learn your song. No one will shout for you. Something about JKT that I love is that it's a calm place, first of all. It's near the beach, of course, and I love beaches. I get to go to the beach and, rant out all the things that I love about anything. And also the people here are just amazing. JKT is a soldier's place, so definitely we have to be disciplined. I love the discipline so much. So much, and I love how the people here received us and how they help us every day in everything that we do. Kila kitu yenye tunataka, tukiwauliza tunapata. Baadhi ya mapango ambao baadhi hata binadamu huwa naishi. Yes. Unaona, hili ni pango. Watu wanaingia huko ndani? Yes, ukienda kwenye jamii za wale wanaitwa mabushmen. Yes, Wahadzabe na Watindiga, yes, huwa wanaishi sehemu kama hizi. Kwa nini? Kwa sababu ndo sehemu ambayo anaamini kwamba hamna baridi, hamna jua kali, hamna mvua itakayomnyeshea. Wow. Lakini ni moja ya sehemu ambazo mimi nitakwambia kwamba ukienda sehemu yoyote ambayo haipo fenced kama hivi, ukiwa unatembelea aidha kwenye mbuga kwa ajili ya kuangalia wanyama, usipende kupita sehemu kama hizi, kwa sababu ni sehemu ambayo inapendwa na wanyama kama leopard, wale chui, hyenas wanazalia humo, lion. Lakini pia hii miti ni kivutio kizuri sana pia kwa lion kupanda juu kwa ajili ya kuview wale predator wao na prey wao. Sawa Ni mzito, ana uzito wa kilo 10. Yes. Mami. Usiogope. Afanye chochote. Karibu. Makucha ile naogopa makucha. Yes. Mami. Daddy. Yes. Fanya miamala yako katika visa la shilingi safari ya Marekani. Shinda safari ya kwenda Marekani au Canada kucheki finali za FIFA World Cup 2026 kwa kufanya miamala kwa Tembo Card Visa ya CRDB. Pia unaweza kushinda TV nchi 85 na kingamuzi. Hii ni kwa hisani ya Visa. CRDB Bank. Tunakusikiliza. Huyu binti tunamtegemea sana katika hii shule kutokana na ufaulu wake. Ninapenda nikuona tabasamu lako ndio linaleta nguvu. Nilikwambia kwamba hautafanya mtihani mpaka umalize ada yako iliyobaki. Hatuwezi kulala nje. Huyu ndo Amanda. Unamtafutia nini? Uko ndani? Mbona umekaa mbali na mkono kwenye shavu? Utapata samaki kweli? Wewe unalipa madeni upate mizigo. Ama nakuja na samaki nitakubali. Mambo ya kombo. Mabelo ulikopa hapo ukanikimbia kaenda za kombo, sivyo? Sasa tukubali kitu kimoja. Ni coin ya watatu. Acha kujidekeza. Ni msimu wa
wa pili wa Cape to Cairo Arusha International Marathon. Sasa ipo hivi, ni tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka 2026 katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Stadium. Njoo kimbie na baada ya mbio ujiburudishe. Mbio ni kilomita 42, 21, 10, 5 na 2.5 ya watoto. Malipo yanafanyika kwa Yasi lipa namba 22 32 29 50. Jina litakuja Cape to Cairo Arusha Marathon. Sasa unaweza kujisajili kwa shilingi 45,000 tu na shilingi 40,000 kwa usajili wa mbio za watoto, na kwa wageni kutoka nje ya East Africa Community watajisajili kwa $30. Cape to Cairo Arusha International Marathon. Hii mbio sio ya kukosa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu au kwa WhatsApp namba +255 670 720 722. Mbio hizi kudhaminiwa na Azam Media. Itakuwa mbashara kupitia Azam Sports. Asante sana, asante sana. Ngoja kwanza. Nilikuwa nalipa bili tu. Sim Banking, kimpango wako. Oe, yani miamala tu. Pesa, lipa bili au fanya miamala kupitia Sim Banking app upate nafasi ya kushinda safari ya Ulaya, Serengeti, mkwanja wa kila wiki na kila mwezi au laptop ya chuo. Sim Banking, kimpango wako. CRDB Bank, tunakusikiliza. Yes, I really love this place because it's very beautiful. The people are very beautiful, very calming, very welcoming. Yes. Yeah, by the time I'll leave this place, I'm going to be able to speak Swahili because my roommates teach me, my friends, different people. Wazazi wenu huko wanajua mko hapa. Wale kuniuliza, kwa hiyo wewe hapo umetengeneza sehemu ya kukaa wa malaya, si ndio? Nimetumia hiyo neno kwa sababu wazazi wana wasiwasi mwingi. Where is praise? Where is praise? Praise baba yake ananitumia message kila siku. Worried so much about the child. Na wazazi wengine, unaona. Kwa hiyo nataka iwe safe, yani iwe sehemu safe ambayo mko kama brothers, sisters. When Madam Rita said that my dad is calling her every day, like when she said it, she told my dad that she's the mommy here for me to take care of me. So my dad should not worry because she's a mommy as well. So yeah, I'm safe. Wasichana si wana room zao na wavulana wana sehemu zao, si ndio? Sasa sijui kwa nini nije niwakute wavulana huko kwenye rooms za wasichana, watakuwa wanafanya nini humo ndani? Kuna sehemu za kukutania, si ndio? Mimi naiweza kaibuka muda anytime, naibuka mara huyo nimesimama kwenye chumba chako. Utapata shukrani. Yani I have that access, but huyo niko kambini. Kwa hiyo you'll be seeing me several times unexpectedly, unplanned, because nataka nijue mnaishi vipi, unalalaje, si ndio? She's really a mother and she amazes me a lot. I really love her. I would really love to spend like a day with her. Just watch her because she's so beautiful, so amazing,
So lovely. Hapa nimetamani niwe mshiriki, nikae hapa mpaka finali. Ngoja, najua cha kufanya. Najua cha kufanya. You have the package of an artist, those business of saying they're going to be with you, your voice is going to go away. No, it's God who gave you the voice, not anybody. So this business of witchcraft and all that, I really condemn that. I don't like it. Yani, even if somebody says that you're one of those people who believe in that, me, I disqualify you. Ole wako wombe wakusingizie kama wewe ni mchawi. Huyu aliyesema hivyo na wewe unaisingiziwa out. Haya, sasa msiogope hawa. Yes, hawa naweza kukukimbiza. Mimi nawajua hawa. Kwa hiyo msiogope. Karibuni tuingie ndani. Huyu hapa anaitwa Turako. Huyu mzuri. Ukimwona ni kama wale parrots au kasuku. Kasuku vipi? Yes. Sasa huyu au sparrow? Hapana, sparrows ni wadogo. Hawa ni aina njiwa kubwa. Ukimtrain huyu ana uwezo wa kujua, na ndio maana watu wanawatrain wanakuwa wanawafanyia kuwatuma sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini huwezi ukamtuma sehemu ambayo hajawahi kwenda. Mimi ukiwa na mtrain maana kwamba utamwambia sehemu ambayo ataenda ndio ataanza kujua. Jamani, nafurahi sana, aitupokea vizuri. Yaani kwanza sikutegemea kwamba kweli tutafika kambi. Tulipoambia kwamba tutakuja, sikutegemea kama tutafika. Kweli tulipofika tukakutana naye, akatupokea, lakini ninachofurahi zaidi alitusi. Sana sisi watu wa kike, pia hata wa kiume pia waliambiwa tuheshimiane, pia tujiheshimu. Yaani mimi kama mimi nijiheshimu, kila mtu amheshimu wenzie, tupendane, tuwe tuna upendo, tusigombane, sio vizuri pia kugombana. Na vile aituambia tufanye zaidi mazoezi, maana mazoezi ndio kitu cha muhimu zaidi kutunza afya zetu. Tufanye usafi kwenye mazingira yetu ili tusipate magonjwa. Kwa nilifurahi alivyotupokea. Tutakuwa tunawaruhusu wengine kama wanataka kwenda kusali waende kusali. Kwenye makanisa, kama kuna kanisa jirani waende wasali. Na kama kuna msikiti jirani nitawaruhusu mwende. Unaona, mambo ya tena maruerue hapa, mimi sipendi. Mungu ndo anatoa talent. That's why not everybody has it. So you are favored by God. Why would you go and question God? God didn't give talent to everybody. He gave to special people. And then you go and think that your talent is from witchcraft. Sijui mnanielewa? Siku zote mama huwa hataki mwanae aende shimoni. Hataki mwanae afanye vitu vibaya. Mimi nimefurahi sana kwa kuwa umetenga muda wako na vitu vingi vya kufanya. Umetenga muda wako, umehitaji kuongea na sisi. Umetuambia vile vitu ni vya ukweli kabisa na tunatakiwa tuvifanye. Omi, please say hello to these people. Hi guys. Omi ndio stylist wa BSS kwa mwaka wangapi sasa hivi? Mwaka wa 6. Kwa yani nimefurahi sana kwa sababu bwana, ukipata mtu ambaye anakuangalia, anakudesign, anajua kabisa hapa ukifanya hivi, ukivaa hivi unapendeza. Yaani kitu kikubwa sana na ni kizuri sana. Kwa sababu sijawahi kupata mtu kama wewe. Ndio ukiona watu wamevaa ana style wavulana, wasichana. So he knows according to what the song we are going to sing, he knows what you should wear. Nyimbo ambayo utaichagua, stylist anajua utavaa namna gani, nywele yako itakaa namna gani, makeup yako itakaa namna gani. Unaruhusiwa kutoa idea kidogo, labda mkaongea, lakini ningependa mkimuona akisema ni hivi, inakuwa ni hivi. Pia nimefurahi sana kukutana na stylist wetu ambaye atakuwa tu style kwenye mavazi. Nadhani mtatuona tutakavyoaka, tutakuwa tena sio watu kawaida jamani. Wasichana tunaenda kubadilika, mnaenda kuwa star. You know what I mean? You're gonna look good. You're gonna do the hair part of it, the makeup, the nini. Lakini hatuwezi kukuogesha. Lakini lazima uoge. Unaweza ukaja kama ukamleta rafiki, ukamleta mpenzi, ukamleta mtoto, mkaja kama shule, kwa sababu najua kuna baadhi wengine pia huwa wanasoma. Si ndio Yes, vingilio vyetu ni hivi hapa. Mtu mzima huwa inakuwa ni shilingi 50, mtoto inakuwa ni shilingi 20. Unaona wanyama, unawalisha, unapiga nao picha. Sisi hatukulimiti muda wa kuangalia mpaka wewe mwenyewe uchoke, utoke. Lakini kama ukileta watu kutoka nje, yani foreigner, huwa analipia shilingi 70, mtoto analipia 35. Lakini ukiachana na hiko,
habari njema pia, kuna wale watu ambao wanapenda nyama za wanyamapori. Yes, tupo karibu kufungua bucha ya wanyamapori ambayo itakuwa maeneo ya kule. Kwa hiyo tunawakaribisha sana sana. Mimi yangu ni hayo machache tu, nisile muda wenu. Nashukuru sana. Ila nitaomba tujipongeze kwa hiki tulichokifanya. Kwa makofi hata matatu tu. 1, 2, 3. Asante. Johnny! Sasa Johnny huwa anapenda kuimbiwa. Johnny, Johnny. Yes, papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth. Ha ha ha. Shike wapi? Popote tu. Usikose kutazama Bongo Star Extreme kila Jumamosi.